Wakawaza kwamba kuna siku tutatoka kwenye ukatili na ubabe wa hili taifa. Hawakuwahi kuwaza, kwa sababu imeshika dola kwa muda mrefu. Huyo mtu ana mbinu zote za kuendelea kushikilia dola. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mambo ya siasa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akishika kitu anatafuta kila mbinu ambazo atamzuia mwingine asifanyeje, asimzidi. Lakini ndio Naumu Mungu anamwambia, nitawajilia watu wa Yuda, waambie naenda kuikomesha Ninawi. Kwenye mazingira hayo wewe ungewaza nini? Ungewaza kwamba Mungu ananidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kwa bahati mbaya sana alitabiri mapema sana. Wanasema miaka 640 hapo kabla ya Kristo mpaka miaka 631 huku kabla ya Kristo alikuwa anatabiri. Kwa hiyo jambo lenyewe likaja kutokea, Ninawi kuanguka chini mwaka wa 612 kabla ya Kristo. Kwa hiyo ilipita miaka, kama wewe ulisikia lile neno kwamba sasa tunaenda kupata uhuru wetu, umeshakufa, watoto wako wameshakuwa wakubwa, ni zaidi ya miaka 15. Lakini ndo Mungu anakuja kutimiza. Unaweza ukawa unataka, Mungu amekwambia atakupa kitu fulani, wewe ukasema mbona miaka inaenda, kumbe kitu fulani hicho sio cha kesho. Miaka 5 ijayo, 10 ijayo, 20 ijayo, si ndio jamani? Yusufu aliambiwaje bwana? Yusufu akiwa mdogo anaambiwa kwamba yeye wale ndugu zake wote watamsujudia, lakini Yusufu ilimchukua muda mpaka hao ndugu kuja kumsujudia. Alipita maeneo mangapi? Mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipita kwingi, alikutana na vingi, aliumizwa Yusufu. Lakini tuje Daudi. Daudi ameahidiwa ufalme, yuko kule machungani anachunga, kamiminiwa mafuta na Samueli. Hilo ndo linaitwaga wazo la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia, lakini hakwambii utapita hapa, utapita hapa, utatokezea hapa. Anakuambia mimi nimekuumba wewe uwe mtu fulani. Wewe ndo uanze kusaka mtu fulani anakuaje mpaka uje utokee pale. Na yeye anakuwa pamoja na wewe. Yaani Yusufu alikata tamaa. Inafika mahali mtu anaingia gerezani bila kosa. Sema nitendeje ubaya huu nikamkose Mungu, wakati anataka yule mke wa Potifa anataka kulala naye. Ili baadaye miaka 10 imepita, Yusufu anakuja kusujudiwa na ndugu zake na baba yake. Mama yake shakufa. Lakini ni Mungu alisema. Daudi hivyo hivyo kawindwa kama vile ndege anawindwa, kama vile kwale, kama vile wanyama pori wanaopenda ile nyama ya porini. Walimuinda Daudi hivyo. Hana pa kulala, lakini kaidiwa ufalme. Wazo la Mungu. Sasa anaposema mnawaza nini juu ya Bwana? Liko wazo la Mungu, liko wazo la mtu, liko wazo la shetani. Wewe una wazo lipi katika hayo matatu? Wazo ni nini? Wazo ni mtazamo au picha inayotengenezwa akilini kulingana na uwezo wako wa kutafakari au wa kufikiri. Na maana unaweza kumchapa mtu na hivi unafikiria kweli? Kwa sababu unajiuliza huu ndio uwezo wako wa kufikiria umeishia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wazo lake ndio kubwa limeishia hapa. Uwezo wa kufikiri unatengeneza aina ya mawazo ndani ya mtu. Na ili wazo lije ndani ya mtu linapita kwenye mlango unaitwa fikra. Bwana Yesu asifiwe. Fikra zako zinakutengenezea aina ya wazo. Na kama fikra kama mlango ni kama mlinzi vile fikra, kwamba huyu apite, huyu asipite. Kwa hiyo kama fikra zitaruhusu wazo lipite, litaenda kwenye moyo. Kwenye moyo litaenda kuchakatwa, kama la muda mfupi au la muda mrefu, litoke baada ya muda gani, litaenda kuchakatwa. Muda wake wa kuchakatwa ukiisha, litaitwa maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Unamuuliza mtu, kwa hiyo umeamua nini? Yaani ulimpa muda kwa sababu unajua kuna halmashauri kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Halmashauri ndio inamwambia amua hiki, amua hiki. Kule ndani kuna chakata. Unajua mama, mimi nimefikiria. Umefikiria nini mwanangu? Mimi nataka niende chuo. Maamuzi. Wazo limekamilika.
lakini kama wazo halijakamilika, akifa hatuwezi kujua wazo lake lilikuwa nini, kwa sababu lilikuwa halijakamilika. Kwa hiyo wengi tumewazika na mawazo yao mazuri, Bwana Yesu asifiwe, ya kuponya familia, kanisa, tumewazika. Kadri unavyojichelewesha fanya maamuzi, ndivyo unavyochelewesha na mambo yako. Kadri unavyokimbiza fanya maamuzi. Nataka nikwambie kwa ujumla wake, wazo ni mbegu ya akili inayohitaji utekelezaji ili kuleta matokeo. Ni mbegu. Sema mbegu. Ikiwa mbaya ni mbegu, ikiwa nzuri ni mbegu. Wazo ni mbegu. Usicheze na mbegu. Ukitafuta mbegu mbaya, subiri mazao yawe mabaya. Lakini ukipata mbegu nzuri, mtu anakuambia nenda kutafuta mbegu. Kwa nini? Anategemea mazao ya mbegu ile. Mbegu nyingine haizai sana, nyingine inazaa sana. Kwa hiyo wazo ni mbegu. Vile unavyoishi, tunavyokuona ni matokeo ya mbegu inayoitwa wazo kwenye akili yako. Kwa sisi tukitaka kujua wewe ni mwema au sio mwema, tutajua tu. Niulize, tutajuaje? Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 139 mstari wa 23. Hivi ndivyo tutakavyojua wazo lako ni baya au ni zuri. Zaburi 139 mstari wa 23. Mungu nichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu. Mungu nichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu. Mungu kwa nini anachunguza moyo? Kwa sababu ndo kiwanda cha mawazo, kinachakata kila aina ya wazo linaloingia. Mungu katika kuanza kuchunguza moyo, anaanza kuchagua kila wazo lililojificha kwenye ule moyo. Anaanza kukujaribu. Anakujaribu kwa njia gani? Utapita pembamba ambapo utalazimika tu kujulikana aina ya tabia ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa mfano mimi ninaweza nikaingia ndani ya gari, mtu akanikanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akinikanyaga atanijua sasa kwamba mimi ni mpole au ni Mungu anaweza akanichagua mimi kuwa kiongozi. Niuzi sasa. Utajua aina ya kiongozi yule nani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakupa mtoto mkorofi. Bwana asifiwe. Anachunguza. Anakupima tabia yako ulivyo. Ukoje? Mungu anaweza akakutoa kwenye majira haya akakupeleka kwenye majira mengine. Mungu anaweza akakupa kiongozi ambaye ni mchungu au ni mpole sana kama Musa. Anataka ajue aina ya watu walionao. Wazo lako litasema kwamba huyu yuko hivi. Maana utakapowaza ndicho utakachotamka mdomoni baada ya maamuzi kutoka. Mwingine anaachilia tu, unajua hivi huyu mama ndio anatiririkaga na maombi. Kakanyagwa tu jamani, kakanyagwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakujua fikra zako ndio zitasababisha wazo linalotoka. Utaanza kufikiria hivi, kwa nini amenikanyaga? Au mbona mimi au anaona mimi hadhi ya chini? Au ananichukuliaje? Mimi ndio kiongozi wake. Unaona unapofikiria, alafu baadaye unapata wazo. Ananidharau, ataniona. Nani amekwambia anakudharau? Umejijaji mwenyewe na umepata jibu. Pengine yeye kule amechanganyika, Mungu wangu nimemjibu vibaya kiongozi wangu, Mungu nisamehe. Wewe huku umepata jibu. Atanidharau, atanijua mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wazo la Mungu aliko hivyo. Wazo la Mungu lilivyo kwenye Isaya 55 mstari wa 8 na wa 9. Alafu utasoma na Yeremia 29 mstari wa 11. Isaya 55 mstari wa 8 na wa 9 anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Huu ni utofauti kati ya wazo la mtu na wazo la Mungu. Unapofikiria wewe kama ni wazo jema, Mungu anaongezea la kwake katika lile jema unalofikiri. Kama unafikiri baya na ukumshirikisha Mungu, shetani anajazia baya zaidi.
kuliko ulilokuwa nalo wewe. Wewe si uko na wazi, amejifikiriaje mpaka anajibu hivi? Mimi kama kiongozi wake, au kwa sababu mimi mwanamke? Bwana Yesu asifiwe. Shetani anasema si unajua wanaona nyinyi wadhaifu sana. Huko kichwani anaongea. Baadaye umemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 29 mstari wa 11, Mungu anatuwazia mawazo ya amani na ya kutupa tumaini. Yeremia 4:14, Mungu anawaza kutuokoa sisi. Anasema moyo wako utatunza ubaya hata lini? Safisha, jioshe moyo wako ili upate kuokoka. Manake Mungu anawaza kutuokoa wakati wewe una mawazo ya kwako tofauti. Shetani naye anayo ya kwake. Eva wakati amepata wazo la kutengana kidogo na Adamu, alivyoanza kuzunguka akaanza kupata sasa naona alimuona nyoka pale juu ya mti ule wa lile tunda. Nyoka alikuwa mzuri jamani. Sio nyoka ule mjua unaona unamdharau. Nyoka alikuwa mzuri, ana miguu, ana paa. Nyoka alikuwa mzuri. Lakini akalaaniwa kuliko wanyama wote, alikuwa mzuri. Sasa naona nyoka akiwa anajitamba pale anakula na lile tunda. Eva akaona hivi ndio wanasemaga baya lile. Nyoka akamwambia baya wapi? Mbona mimi sijafa? Unioni mimi hapa najitamba mwenyewe. Eva anajua ni nyoka naongea. Kumbe shetani ametumia mawazo yake kumvutia kwenye lile tunda. Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine sauti haikusikika, ila sauti ilikuwa kwenye mawazo ya Eva. Anawaza mbona anakula hafi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nichukue wazo. Unawaza nini juu ya Bwana? Sasa nataka tupate mifano. Kwa nini hao watu wanaweza kuwaza nini? Kama wasingeulizwa swali wangefanya kitu gani kibaya? Tuje kwenye hizi enzi kutoka kwa Naumu, namna ambavyo waliwaza. Waliwaza Mungu ni mkatili, ametuleta huku, na ujue ni Mungu aliwaleta kule kwenye ile taifa. Mungu aliruhusu taifa liwateke. Mungu aliruhusu taifa liwaangamize kwa sababu wameshindwa kutii sauti ya Bwana. Na ndivyo Mungu anavyofanya hata leo. Anaposema mnawaza nini juu ya Bwana? Unaposhindwa kutii sauti yake, anakupa chochote unachokitaka kibaya, anakupa. Ila ukirudi anastopisha. Pengine ujui kauli zako, mawazo yako, miendo yako juu ya watumishi wa Mungu, juu ya wenzako, juu ya jamii yako, ndio inafanya watoto wakuumize wewe. Hivi mnajua sisi vijana wenu wakati mwingine tunapoenda huko, unajua kabisa hili itakuwa ni maombi ya mama yamenisaidia. Huwa tunajua. Yaani hapa hivi nimevuka hapa ni maombi ya mama yananisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukiharibu na Mungu, na sisi vijana wenu tunafanya nini? Tunakosa zile baraka. Tunaumia tunapokuwa mbali. Yaani ukifanya wewe jema, Mungu anakumbuka mpaka watoto. Tukifanya sisi tukiwa wadogo hivi mema, Mungu anakumbuka mpaka vizazi vyetu. Mungu angalie kwa sababu ya nafasi alizotupa basi atupe mema. Wazo unaloliwaza ndio Mungu analichunguza na kulijaribu. Anataka kujua unawaza nini juu yake. Tunaposema unawaza nini juu ya Bwana, hatuzungumzii kwamba Mungu anakaa kule juu alafu aoneshe aina fulani ya muonekano alafu wewe uanze kusema Mungu anatia huruma. Yaani kwamba unamwazia kwamba Mungu anatia huruma, angalia ameshika tama. Hapana. Akishika tama mchungaji, Mungu ameshika tama. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo unajua Mungu anajifunua wapi? Kwa viongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajifunua kwa viongozi. Kiongozi wako ni mwakilishi wa Mungu kwenye nafasi yoyote, uwe ofisini, uwe wapi, uwe nyumbani. Yaani kiongozi wako ni mwakilishi wa Mungu. Ukimhuzunisha, umemhuzunisha Mungu, ndio unaulizwa unawaza nini juu ya Bwana. Wale watu inawezekana waisema viongozi wetu wanalala sana. Kama taifa hili na tunajua Mungu wetu yupo, wangeweza tu kututoa hapa. Lakini hawajui, wanawaza vibaya. Mungu amekusudia mema kwao. Wanatakiwa wawe na wazo la Mungu, sio wazo la watu. Sasa natolea mifano. Samueli wa kwanza sura ya 24 mstari wa 6 hadi wa 22. Viongozi ambao Mungu ametupa wanamwakilisha Mungu
Kwa hiyo Mungu anapouliza mnawaza nini juu ya Bwana, anauliza sisi tunawaza nini juu ya viongozi aliotupa. Daudi alimhurumia Sauli kwa sababu hofu ya Mungu ilikuwa ndani yake. Kwenye hicho kitabu cha Samueli sura 24 mstari wa 6 hadi wa 22 utamwona Daudi ameahidiwa ufalme na Mungu. Lakini Daudi pamoja na kuahidiwa ufalme na Mungu, sasa Sauli anamtafuta Daudi, anamuinda kama kitu ambacho hakistahili kuishi ili ammalize. Lakini mara kadhaa Mungu alimtia Sauli mikononi mwa Daudi, lakini Daudi hakunyoosha mkono wake kumuua Sauli. Alikuwa ni kiongozi mbaya, ni kweli. Alikuwa Mungu amemkataa Sauli, ni kweli. Mungu alikuwa hamtaki tena akae kwenye hiyo nafasi, ni kweli. Lakini usifanye chochote mpaka Mungu amtoe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Pengine na wewe kiongozi wako humpendi, ni kweli. Pengine kiongozi wetu walimu, sijui wa nyimbo, sijui mwenyekiti, sijui mchungaji, sijui mama mwenyekiti wa mama, sijui ni mwazini, ni kweli humpendi, lakini usifanye chochote kumfadhaisha mpaka amalize nafasi yake. Sijui kama unanielewa. Hivyo alivyo Mungu anamtambua kama mtumishi wake. Na madhaifu alionayo, chini ya jua hakuna mtu ambaye hana madhaifu. Hata angekuwa mkali, hata angekuwa mpole sana, unaona hawashawishi watu waje, no, udhaifu wake huo. Anajua kukaripia, kuonya kwa mbali, uko ofisini, shuleni, sijui nyumbani, sijui hapa kanisani, sijui chuoni. Mimi nazungumzia umbali mrefu sana hapa nini. Umbali mrefu sana. Na kuongelea hata ambako bado hujaenda sasa hivi, ila utaenda. Ukiwa na kiongozi, ni Mungu amesimama hapo. Kiongozi amepewa nafasi ashikilie kwa ajili ya Mungu. Ukimtii, baraka za Mungu zinaambatana na wewe. Ukimdharau, laana ya Mungu inaambatana na wewe. Hata kama ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Daudi amemkuta Sauli eneo ambalo ni finyu, yani kwamba ni pangoni. Daudi yuko ndani kabisa ya pango, wao wamelala huku mwanzoni mwa pango, wamsubiri Daudi watakapoamka tu, watakapopita tu wawavamie, wamalize. Bahati mbaya wakina Daudi wakajua kuna watu wamesimama pale, wamelala pale, kwa hiyo tuwapite kabla hakuja kucha. Wakawapita, wamelala, wanakoroma. Rafiki zake Daudi wakamwambia Daudi, shtuka, Mungu ndo kamleta adui yako hapa. Daudi kasema wacha nimalize. Ile ameshika pindo anataka kukata, akasema siwezi kunyosha mkono wangu juu ya masihi wa Bwana. Unajua maana ya masihi? Mtakatifu, pakwa mafuta wa Bwana. Moyo ukamuuma kwa lile pindo alilokata, akaondoka nalo, lakini moyo unauma. Wakasimama ng'ambo, wanaamka, wanashtuka, jamani kumekucha. Waangalie, wanasikia wenzao wanawaita kule, Sauli, sikiliza baba yangu, nimekufanya nini? Unataka kuniua? Nimekukosea nini baba yangu? Mimi sina nia mbaya na wewe. Unajua watu waliopewa nafasi na Mungu hawanaga wivu. Bwana Yesu asifiwe. Hawanaga wivu. Yaani ukikuta mtu anakuonea wivu, kashanyimwa nafasi na Mungu. Kwa hiyo anatamani ile nafasi ingekuwa yake kama Sauli. Akamwambia mimi sina baya, Mungu atuamulie nani mkosaji kati ya mimi na wewe. Sauli akasema ishia hapo, nisamehe Daudi mwanangu, nisamehe. Wewe umetenda mema, mimi nimetenda mabaya. Akaanza kumbariki sasa. Daudi alimbariki. Kumbuka hizo baraka zinakuja. Niapie tu neno moja Daudi, kwamba hutawaumiza wanangu utakapokaa kwenye hii nafasi. Daudi akamwambia wala sina huo mpango. Kama tu wewe sijakugusa, hata watoto wa masisi gusa. Mungu atashughulika na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa pili tunayempata, lakini nimekuambia Daudi alimhurumia Sauli kwamba naanzaje kumgusa masihi wa Bwana, kutokutii kile ambacho Mungu amekiweka.
Na hata kuna mtu alishuhudia Sauli amekufa pale, amejichoma na ule mkuki. Daudi alimuua. Kwa nini uliruhusu masihi wa Bwana anakufa ukiwa unamuona? Daudi alimuua yule askari. Hivi unaona namna ambavyo Mungu anataka tumuheshimu? Bwana Yesu asifiwe. Hesabu 16 mstari wa kwanza. Kulikuwa na watu walikuwa wanaitwa jamii ya Kora. Hawa walichaguliwa na Mungu kama Walawi kusimama kwenye madhabahu kufukiza uvumba, lakini Musa ndio kiongozi wao mkubwa. Hii jamii waliinuka kinyume cha Musa. Hesabu sura ya 16 mstari wa kwanza, utamaliza yote. Waliinuka kinyume cha Musa, wakamwambia Musa, sikiliza, tumeshakaribia. Wako kwenye jangwa la Kadeshi, hapo hakuna maji, hakuna nini. Musa, kaa pembeni, sisi tufukize uvumba. Wanaenda kufukiza uvumba. Musa akasema, kwa nini mnataka kufukiza uvumba? Nini hiki mnachokifanya? Mungu atuamulie kati ya mimi na ninyi, nani aliye kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuamulie leo, mimi na ninyi, nani aliye kiongozi. Wakasema, Bwana, inatosha, umeshafukiza, umeshatuongoza, inatosha, zamu yetu. Akasema, hivi sasa fukizeni. Akamwambia Mungu, mimi sijakubaliana nao hata wazo hili, wala hizo sadaka wanazoenda kuzitoa mimi sijakubali kwamba zitolewe. Sijakubali Mungu, wamekuja wao wenyewe. Unajua nini kilitokea? Mungu aliangamiza watu zaidi ya 250. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 15. Hesabu 12 mstari wa kwanza hadi wa 15. Miriam na Haruni wanamnena Musa vibaya. Musa ndo kiongozi, wanamwongelea vibaya. Huyu kaka yetu bwana, unataka kuniambia kwamba huyu mke aliyemuoa Mungu alimsemesha yeye tu, sisi hakutusemesha? Sidhani. Huyu wifi bwana, Miriam sasa. Huyu wifi bwana hafai hata kidogo. Kwa singeoa huku? Mungu akasikia maneno ambayo Miriam na Haruni walikuwa wanamuongelea kiongozi. Usizani kwa sababu mchungaji ana mke basi akikaa hapa mke anatakiwa azungumze kama vile anaongea na mume wake. No, hapa ni kiongozi bwana. Ukiongea chochote kibaya, pigwa linakukuta kama Mungu vile ambavyo amekusudia. Kwa nini? Hujamheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wao najua sisi si ni wadogo zake, wacha tumseme hapa. Mungu akawaita watatu, tokeni nje, njooni hapa tuongee. Mungu akawaita wote watatu, akaanza kumsifia Musa mbele ya Miriam na nani na Haruni. Akasema, Musa ni kiongozi wangu mzuri sana, ananisikiliza sana Musa, tena ni mpole, sijawahi kupata mtu wa namna hii. Akamsifia Miriam. Tangu siku ile akawa na ukoma. Sijui umenena nini juu ya mchungaji, sijui umenena nini juu ya kiongozi wako, sijui sisi wanakwaya ndo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimwona hivi mwalimu, sima lingejua hili. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona hivi mchungaji unampigia mahesabu, afu anavyoongea pale anajidaidai. Ni Mungu anajidai ndo unayemsema kwamba Mungu anajidaidai pale. Hivi unajua Mungu alivyo? Atakutandika. Sipende kuongelea watumishi vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Yule wamemchagua kuwa mwenyekiti, hata hafananii kabisa. So unamwambia Mungu ufananii kwa kiongozi. Ndicho unachomwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye pale ndo anaona ameimba. Kwa hiyo unamwambia Mungu, sitaki uniimbie, kwanza ujui. Hapo unaona umeimba, mimi bado hujanigusa. Hivi unajua huwa tunaongea lakini hatujui Mungu nani. Mgeukie mwenzako uliyekaa naye kwenye kiti. Mwambie, hivi unajua unawaza nini juu ya Bwana? Yaani ni kwamba unawaza nini juu yangu? Hebu muulize. Yaani unawaza nini juu yangu? Muulize tena. Unawaza kuniua? Unaniwazia wivu? Unaniwazia niumie? Unaniwazia nianguke? Unawaza kakwaya ka vijana kafe? Yaani unawaza nini? Unawaza nini? Bwana Yesu asifiwe. Lile kanisa likistawi kipindi hiki cha Kabigili, atajisikia sana. So unamwambia Mungu, wakati huo Mungu ukijifunua utajisikia sana. So hutaki Mungu ajisikie.
Najivunia wapi sasa? Bwana Yesu asifiwe. Hatujuagi tunayoyaongea, Mungu atusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi Yesu amekuja, hata utukane hapa, uko nyumbani kwako, hapa kanisani, haufi, haonekani madhara nje, si ndio? Angalia watoto wako wataenda mpaka kwenye vijukuu, utakuta tu ni kama vile hawaeleweki, ni kama tabia hazieleweki, ni kama wapo hapo tu, mtoto huyu nini? Kumbe sasa na kanisani unaya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatupigi saizi kwamba patafunuka pa. Utayaona marupurupu kwenye maisha tu. Amani hamna. Hii wiki mbona sina amani? Unaomba toba inarudi. Kwa nini? Umesahau kwamba kuna wazo uliwaza juu ya masiwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hii wiki hii kuna nini yani na huzuni? Fikiria vizuri. Lakini tuende mfano mwingine. Hesabu 16 mstari wa 40. Watu wote walianza kumnung'unikia Musa, wote, na Mungu alitaka kuwaua wote. Ukianza hata ile Hesabu 16:41 mpaka 50, na yenyewe walikuwa na Musa, angalia sasa watu wamekufa. Yaani Musa umewaua watu wote hawa. Yaani wao wanajua Musa ndo kawaua, kumbe hawajui Mungu ndo amefanya nini, amewaua. Wewe unajua ni mchungaji anatangaza, kumbe Mungu ndo anafanya nini, anatangaza. Lakini kitu cha ajabu mimi ninachoshangaa, yaani sisi tulivyo huwa tunatoka tuna maneno magumu sana mbele za Mungu, lakini Mungu anapoachilia baraka tunasema amina. Hivi unajua huwa zinageuka kuwa laana. Mfano hapa yaani mfano bora huko leo. Tukimaliza hapa utasikia mchungaji hapa, Bwana akubariki na watu wapole. Wewe unapokeaje baraka kwa mtu huna upendo naye? It can't be. Bwana Yesu asifiwe. Mzee wa kanisa kwenye jumuiya, Mungu awabariki sana wapendwa. Mungu umemsema jana usiku kucha mpaka unaamka. Unasema amina mama. Amina. Zinakujaje hizo baraka? Zinageuka kwa laana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usipende tu kuitikia. Mfano wa mwisho ambao unautoa ni watoto wa Eli kwa baba yao. Walimuona baba kama baba. Kumbe baba sio baba. Baba ni Mungu kakaa pale. Wakafanya fujo, na bahati mbaya sana Eli wakati wale watoto ni wadogo, inaonesha alikuwa hawafundishi vizuri, anaenda nao kama baba kweli, sio kama kiongozi, kama kuhani. So watoto wakakuwa wakienda hivyo hivyo. Anakuja kuwakanya kwenye hiki kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2. Anawaambia, wanangu, mambo haendi hivyo, haendi hivyo. Kwa nini watoto wangu mnafanya hivi? Mnalala na Wakristo hapa, tuseme labda kiongozi analala na Wakristo, anatoka na huyu, anatoka na huyu, anatoka na huyu, anatoka na huyu. Kwa nini mnafanya? Mambo hayaendi hivyo watoto wangu. Na mbaya zaidi, wakileta sadaka madhabahuni, zile sadaka wale watoto wa Eli wanakata kidogo na nyama wanakula. Wanaona sasa zimeletwa nyama za kuoka hapa, ni sadaka, itakiwi kuguswa. Mungu akamwambia Eli, kwa sababu hukuwafundisha watoto wako, laana naileta kwenye nyumba yako. Hata kuwepo mzee, sitakupa mtu anaitwa mzee, yaani wewe mzee wa mwisho. Wanaofuata hakuna, watakufa wakiwa watu wazima. Unajua mtu mzima miaka mingapi jamani? 46, 50 hapo, si ndio? 42 watakufa hapo. Lakini pia nitaua watoto wako wawili ndani ya siku hii, na waua ukiwa unatazama na macho yako. Alimpa adhabu ngumu sana, kwa sababu mimi nimekuweka uniwakilishe, wewe unakaa kibaba baba. Ati mimi hapa Mungu amenileta nije niimbe hapo praise, niimbe kama vile mtoto wa mwisho, yaani niimbe kama mtoto wa mwisho. Mungu atanitandika hapa. Sio watoto hapa ni watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtoto, hakuna mama, hakuna kaka hapa ni mtumishi. Tumika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka jamii nao tuzunguka, mpaka watoto, namna ambavyo tunatakiwa kutembea nayo ni namna ambayo wanaweza wakajifunza kuhusiana na Mungu. Wewe unawaza nini? Mwingine anawaza kwamba nikiimba hapa mchungaji atafaidi sana. Leo tukiwa wengi atajiona mtu. Sasa hapa unamwambia hivyo, unamwambia ni Mungu, umwambie kiongozi. Hata nyumbani
Yaani unamwambia naye mama atajisikia sana. Yaani mimi nikibadilika atajisikia sana. Nikwambie unajichosha. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shuleni. Mimi nikiwa naenda shuleni hata hajanipa hela. Atazoea. Baba atazoea. Unajichosha. Unamfanyia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sibadiliki. Mimi si wameshaniambia sibadiliki. Ataniweza. Unajichosha. Tunataka wazo la Mungu likae ndani yetu ili tuweze kufanya vitu. Kuna vitu havitafanyika mpaka wazo la Mungu limekaa. Mawazo yetu yanyamaze kabisa. Yaani nyamazisha kabisa mawazo yako. Vile unavyomjuaga mchungaji, unavyomjuaga mwenyekiti, unavyomjuaga katibu, weka pembeni. Anza sasa kwamba hawa wote na wajumlisha ni Mungu. Sasa naanza kufanya kwa ajili ya Mungu. Hata wakisema una kielele, pengine ulistopu hata ibada zingine ulikuwa uji, ulikuwa unaimba vizuri, uimbi, yaani unaomba, uombi, nikiomba atafaidi sana. Anza kwa sababu umefuta hao viongozi, umemweka Mungu. Kama amenileta ana kusudi na mimi, sio na mtu mwingine. Nafanya kwa faida yangu, sio kwa faida yako. Unaona baba, asubuhi nilimuuliza baba, umekuwa kiongozi leo? Amesema hapana. Aishaanza kuwa kiongozi zamani, hadi kuwa kiongozi wa vijana baba mmoja. Amekuwa katibu wa vijana. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema hivi, sio kwamba wewe ukifanya kitu hapa Mungu anakuacha. Anataka akuongeze kiwango ili ukafanye zaidi ya hapo. Kila kitu kina chanzo. Sasa mtu anataka aimbe, mimi mwenyewe watu wanaona kama siwezi. Nani anakuambia uwezi? Umejisemea mwenyewe. Yamejichakata kichwani, umejisemea, lakini unaweza. Alafu saa nyingine hata usiposema naweza, Mungu kama anataka kukutumia, ukienda eneo la tukio anakutumia. Lakini umekaa tu unasema Mungu nitumie. Umekaa ulikokaa, anza hatua. Hata biashara ni hivyo hivyo, wazo likija anza kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaenda kuomba, tunaomba kwa ajili ya mabinti na vijana wadogo. Alikuwa na miaka 17 Daudi. Daudi anaandikiwa kwamba atakuwa mfalme ana miaka 17. Kampiga Goliati Daudi. Hivi nadhani wewe ukiimba hapa si atuokoki sisi? Hatubadiliki sisi? Hujaamua tu. Bwana Yesu asifiwe. Hautaki cha Mungu kizaliwe ndani yako, umekwama. Kama hautaki cha Mungu kizaliwe ndani, bidii yako ndo unapata. Sawa? Kiu yako ndo unapata. Hata ukiwa shuleni kuchagua kiongozi, mimi baba ameniambia nisiwe kiongozi. Nilikuwa na watu kama wanaambia wewe ni kiongozi, mimi baba amesema nisiwe kiongozi. Sasa hivi ni wachungaji. Watu wengi wametokea huko, wameshika nafasi za chini, sasa hivi wako juu. Yaani mimi hata uniitie watu wangapi hapa, wewe lete 10,000, 1000 ngapi, mimi nasimama. Ujasiri wangu huko umeanzia huko. Kwa tunaenda kuomba. Liko wazo la Mungu kwa ajili yetu. Tusimame watu wote tukawaombee. Utaenda kumwambia Mungu kwamba tunafuta mawazo yoyote ambayo yamekaa kwa mabinti zetu na vijana wetu wadogo. Sio hawa peke yake. Wengine hawasali hata hapa. Taja wote. Wengine unao wewe nyumbani. Wataje. Hiki kizazi sio kizazi chepesi chepesi. Na tena huu mlindo wa kubadilikaga tabia, utamjua mtu alivyo. Utamjua mtu alivyo kuanzia hapo. Tunaenda kuomba. Omba ukimaanisha. Najua kama Mungu ametuokoa sisi mpaka leo mimi nasimama hapa, hata sisi tunaweza. Mpaka tunakuwa mama tutakuja kusimama hapa. Mimi nataka Mungu anipe niishi miaka mingi ili nije nikutane na mabinti na wamama na watoto. Alafu mimi ndio niwe ushuhuda wao. Inawezekana. Umesikia? Inawezekana. Mtu asikudanganye, inawezekana. Wewe mwambie tu Mungu sitaki, nakutaka wewe. Yusufu nifanyeje ubaya huu nikamkose Mungu? Mbona alishinda? Na kaitwa kabisa ndani, alishinda. Nguvu zinatokeaga zinakotokea kwenye kushinda majaribu. Ukiamua kukaa na Mungu. Nyosha mikono yako tu. Tutawasapoti kwenye kuzungumza haya maneno. Amina watumishi wa Mungu. Sema Bwana Yesu, wewe ni mtakatifu sana. Umesema tunatakiwa tuwe watakatifu
kama wewe ulivyo mtakatifu. Unapotuuliza tunawaza nini juu yako, unauliza wazo la utakatifu kwenye mioyo yetu liko wapi? Lakini leo Bwana, tumejifunza ya kwamba wazo linapita kwenye fikra. Ninatakasa fikra zangu. Kuna vitu inawezekana nilijifunza tangu nikiwa mdogo, vimeharibu wazo langu, vimeharibu tafakari zangu, vimeharibu maamuzi yangu. Leo kwa damu ya Yesu ninatakasa fikra, ninatakasa akili, ninatakasa moyo, ninatakasa mawazo, ninatakasa hatua zangu, ninajitakasa, ninajiosha kwa damu ya Yesu. Kila kisicho safi ninakiondoa ndani ya moyo wangu, ninajitakasa, ninajitakasa. Ninataka wazo lako liingie ndani yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wazo la Mungu ingia ndani yangu, ingia ndani yangu. Wazo la amani, wazo la wokovu, wazo la tumaini, wazo la ushindi, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu katika jina la Yesu. Ninakiri leo kila niliyoyaongea ambayo yalitokana na mawazo mabaya, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninaandika yaliyo mema mpaka kwenye kinywa changu. Nitatamka yaliyo mema juu ya maisha yangu, juu ya masomo yangu, juu ya huduma yangu, juu ya familia yangu, juu ya jamii yangu, juu ya ukoo wangu, juu ya kabila langu, juu ya nchi yangu, katika jina la Yesu. Sema asante Roho Mtakatifu, maana unanisikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuadhimisha kwa ajili ya uaminifu wako. Nenda kaombe mama, baba, mtoto, kijana, omba pamoja nami katika damu ya Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana, maana umetupa vijana. Watoto ni zawadi kutoka kwako. Asante kwa ajili ya wadogo zetu hawa waliosimama mbele zako. Asante kwa ajili ya watoto wetu waliosimama mbele zako. Asante kwa ajili ya wajukuu zetu waliosimama mbele zako. Tunawasogeza kwenye malango yako, Mungu wa utakaso. Lango la fikra tunalitakasa. Rabosa taya ganda rabokosa kuriaboseke. Walio shule ya msingi, walio sekondari, wengine ni wakati Bwana wa mabadiliko ya mwili. Tunaita damu ya Yesu, tunaita damu ya Yesu, tunaita damu ya Yesu. Iko namna Bwana umewaandaa kwa ajili ya maisha mazuri, umewaandaa kwa ajili ya future nzuri, umewaandaa kwa ajili ya kazi njema katika jina la Yesu. Natangaza hizo hatima zitatokea. Haijalishi watapita wapi, haijalishi njia ni ngumu kiasi gani, haijalishi shetani anawazia nini, haijalishi Bwana, haijalishi familia wanapotoka, haijalishi maadamu wamesimama mbele zako. Natangaza mwisho mwema katika jina la Yesu. Shetani sikia, ondoa hiyo vikwazo, toka chia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Una nafasi juu ya mabinti hawa, una nafasi juu ya vijana hawa. Toka chia nafasi zao, toka chia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Milima na vilima inaangusha, havina nafasi katika jina la Yesu. Roho ya tamaa, roho ya wivu, kwa damu ya Yesu. Roho ya uvivu na uzembe, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Roho ya uzinzi, roho ya uchawi, toka chia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, hauna nafasi katika jina la Yesu. Baba, wengine wako mbali, wengine hawako hapa. Inaita damu yako, inaita damu yako kokote waliko, mikoani, kwenye nchi zingine, kwa damu ya Yesu. Wenye umri huu inatuma damu ya Yesu, natuma damu ya Yesu na kombola tuna zao katika jina la Yesu. Wawaze yaliyo mema, wawaze yaliyo mema, wawaze ya kupendeza, wawaze ya kuwavusha, wawaze ya kuwasaidia, wawaze ya kuwaponya, wawaze ya kuwainua katika jina la Yesu. Reselebosa ripokosaka kuriaboseke yanda rapoko isakataya. Wache Bwana wafanyike ushuhuda juu ya Tanzania, wafanyike ushuhuda
ushuhuda juu ya Moravian, wafanyike ushuhuda juu ya jamii zao katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ongoza hatua zao, ongoza hatua zao, ongoza hatua zao, ongoza kwa jina la Yesu. Wanaotalia hai, asante Bwana, maana wewe ni mwema. Pokea utukufu, pokea sifa, maana kila mmoja kwa nafasi yake, ambaye ni mfanya biashara mkubwa, apokee kwa jina la Yesu. Hiyo hatima isiharibike kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Ambao ni viongozi, wapokee kwa jina la Yesu. Rasa pakaya yana rapako risataya kana rapakosa uria poseke ripokoshaka kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako yovuse katika jina la Yesu. Kila mabaya na uharibifu toka, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu zako zitembee nao katika jina la Yesu. Wanaotalia hai, tunakutakasia kizazi hiki. Umesema tutainua misingi ya vizazi vingi, tunasimamisha misingi ya kizazi katika jina la Yesu Kristo, kikasimame na kukutumikia wewe katika jina la Yesu. Rabosa rosopoko risatayapa kanda rapakori elebosata karafoseke kuriabosaka yana rapako risikitini elebosataya mandiriabosa ropopopopo ekeberebosa rikoseke kuriabosaka. Adui hauna nafasi ya kukatisha maisha yao, ya kukatisha ndoto zao, ya kukatisha maono yao. Hauna nafasi, toka kwa jina la Yesu. Una nafasi, toka njia kwa damu ya Yesu. Una nafasi, toka njia katika jina la Yesu. Karabos rosopoko panda rapakosa risatayaba arapasete rikoseke. Kizazi cha tatu na cha nne, tulitaje jina lako kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kipengele cha kwa wachezaji wa disco kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hamtakuwa madansa kwenye upande wa giza. Ninakataa, toka adui, una nafasi katika jina la Yesu. Romosete risatayaba karapokosa. Damu ya Bwana ndani yenu, damu ya Kristo ndani yenu, damu ya Yawe ndani yenu katika jina la Yesu. Wanaotalia hai, ninyi ni watofauti, ninyi ni wapekee, ninyi ni watofauti, ninyi ni wapekee, ninyi ni watofauti. Nguvu za Mungu ziwaguse, nguvu za Mungu ziwasaidie katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ziwaguse kwa jina la Yesu. Kila ulipokwama uvuke, uwe salama katika jina la Yesu. Uvuke, uwe salama kwa damu ya Yesu. Uvuke, uwe salama kwa jina la Yesu. Uvuke, uwe salama katika jina la Yesu. Wanaotalia hai, karabosata yanda rapako risata ya makoria. Usishangae omba, usishangae omba, usishangae omba, omba uliyoko nyuma. Usishangae, omba, 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 usishangae kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nia ya Kristo ndani yenu, nia ya Kristo ndani yenu, nia ya Kristo ndani yenu, nia ya Bwana, nia ya Bwana, nia ya Bwana ndani yenu, nia ya Kristo iumpike ndani yenu katika jina la Yesu. Ropopopopo yekerebosaka rasopokoria manda rapakori erebosaka kuriaboseke. Roho ya kuomba, roho ya kumjua Bwana, roho ya kumpenda Bwana, roho ya kumtafuta Bwana ikae ndani yao, ikae ndani yao, ikae ndani yao, ikae ndani yao, ikae ndani yao. Roho za giza ziondoke ndani yao, roho za giza ziondoke ndani yao, roho za giza ziondoke ndani yao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea uzima wako, pokea uponyaji wako, pokea afya yako, hatua zako zikombolewe sasa
kabisa katika jina la Yesu. Bwana abatalia. Asante Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni wa haki, katika damu ya Yesu. Pokea heshima Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu wa Nazareti. Hakuna lisilowezekana, yote yanawezekana kwako. Tunakuamini Mungu wa kweli kwamba utatembea na sisi, haijalishi majira, haijalishi nyakati tulizo nazo, utatembea na sisi. Utaponya vijana wetu, utaponya mabinti zetu, utaponya watoto wetu wa kike, utaponya watoto wetu wa kiume. Rekekekeke repopopopo yake reposa riko sakarianda rokokosiki uriaboseke erebosata handa rabako ripokosiria darapasaya erebobosa rekeseke rebo ripokosaka darabakosa oroboseke rikosaka ripokosa orobosa yanda rapa eketerebosaka wadames wanazetalia karabosha kila wazo takaloliwaza iwe wazo zuri, liondolee mawazo mabaya, mawazo ya kwenda kwenye mawazo ya kukimbilia uovu. Sema Bwana Yesu, uniepushe na kila uovu wa kukimbilia mambo mabaya katika jina la Yesu. Uovu ulionishika ulio kwenye mawazo unaonipa kuwaza mambo mabaya kwa jina la Yesu, inafuta kwa jina la Yesu, inakukimbilia wewe ili Bwana niondolee aibu, niondolee roho ya kuaibisha katika jina la Yesu. Kila mabaya yanayonifuatia leo hii ninayafuta. Bwana Yesu, nipe mawazo ya neema kwenye maisha yangu, ninapokuwa nipe mawazo yaliyo mazuri ya kutumikia. Bwana Yesu, nipe mawazo yaliyo mema katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Amen.